Shalom, shalom. Bwana Yesu apewe sifa. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu na kumtukuza sana kwa sababu ni mwema. Yeye ni mwenye upendo wa ajabu, hakuna Mungu mkuu kama yeye. Tena ni Mungu aliyejaa upendo wa ajabu kweli kweli. Kwa sababu Mungu ni pendo, basi na mimi nimeona si vyema kukaa na hiki ambacho Mungu amenipatia. Nije nishare na wewe popote pale ulipo mwana wa Mungu, ili angalau uijue siri iliyopo kwenye mstari huu ambao mimi nimepata makubwa mengi mpaka nimelia machozi kwa ajili ya kumtukuza Mungu alipojifunua katika hali ya ukubwa kabisa kabisa kabisa. Basi nitaenda kusoma moja kwa moja, alafu nitaleta kile ambacho nimefunuliwa au nitachanganya kulingana na maandiko yenyewe. Neno hili la Mungu linatoka katika kitabu cha Mathayo mtakatifu 14:22 mpaka 34. Ukisoma pale unaweza ukashuka mpaka 36. Yaani kuna muujiza mkubwa sana ambao unaweza kukutoa machozi. Yaani ninaposema hivi, hata ukikaa mwenyewe peke yako usome, uombe Roho Mtakatifu akufundishe siri iliyopo hapo, hakika utalia machozi. Nimeshangaa sana. Nimepata mambo mengi sana. Nimepata siri nyingi sana. Nikaona sio vema nikae peke yangu, nishare na wewe. Hichi kitabu kinaelezea ushindi, kinaelezea nguvu ya Mungu, kinaelezea jinsi gani mwanadamu ambavyo hataki kuwa na hofu. Basi nitaeleza sasa nini nilichokipata mimi hapa. Nimepata hiki nilipokuwa nikisoma hichi kitabu. Kwanza niligundua siri iliyopo Bwana aliposema hiyo 22, anasema mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo. Kwa nini Mungu aliwalazimisha? Kwa nini Mungu aliwalazimisha? Je, umewahi kujioji huo mstari? Umewahi kujiuliza hilo swali lolote? Kwa nini Mungu aliwalazimisha? Kumbe nimejifunza, tukija kwenye uhalisia wa maisha yetu, kuna wakati Mungu anakulazimisha upitie sehemu fulani ili ujue ukubwa wake, ili ujue ukuu wake. Hawa walilazimishwa wapande chomboni, na sio kwamba Bwana alikuwa ajui hicho chombo kitatokea nini. Alikuwa anajua kwamba kuna nini mbele, ndio maana aliwacha waende ili waende kuona ukuu wa Mungu. Mungu mwenye nguvu. Nasikia kutetemeka kabisa. Ni siri ya ajabu sana iliyopo mahali hapa. Ni siri ya ajabu, ni nguvu ya Mungu ya ajabu iliyo mahali hapa. Mungu mwenye nguvu, asante Baba. Asante Baba yangu. Asante Roho Mtakatifu. Aliwalazimisha ili wapate kujua ukuu wa Mungu. Walipopanda chomboni, anasema walipokuwa wamefika katikati ya bahari. Kwanza Bwana alipowalazimisha yeye akaenda zake kusali. Alipanda mlimani faragani. Huo mstari wa 23 unaeleza kwenda kuomba. Bwana alikwenda kuomba, na kulipokuwa jioni alikuwako huko peke yake. Mpaka jioni Bwana alikuwa peke yake akiomba. Na sio Bwana alikuwa ajui alipowalazimisha, alikuwa anajua. Kwa hiyo neno la Mungu lolote lazima lina funzo. Kwa hiyo mpaka hapa tumejifunza kuna wakati Mungu anakulazimisha pita sehemu fulani. Anaruhusu majaribu ya kukute, anakuruhusu upite, yani uende mahali, uende mkoa fulani, uende sehemu fulani, ili Mungu akajitwalia utukufu mahali hapo. Sasa na kile chombo kilipokuwa kimefika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi na upepo ulikuwa wa mbisho. Neno la Mungu linasema hivyo. Kwa hiyo unapokuwa wewe sasa, nikileta kwenye hali ya mwilini ya rohoni na mwilini kwetu sasa sikane maisha yetu, unapokuwa kwenye tatizo, maana ya kuwa katikati ya bahari ni uoni njia, hakuna njia. Uoni njia. Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Amekuwa akinifunulia siri iliyopo hapa. Anasema mtu anapokuwa
katikati ya bahari. Neno lilipoeleza katikati ya bahari, ni mtu ambaye aoni njia. Na kweli ukienda katikati ya bahari utaona njia wapi? Utateremka utembee? Huwezi. Kwa hiyo unapokuwa katikati ya tatizo, wewe mwanadamu, unapokuwa katikati ya tatizo, wewe mtoto wa Mungu, uoni njia, wewe tu tumaini lako kwa sababu umeliweka kwa Yesu na una uhakika ni naye Yesu. Hii ndio faida ya kuwa na Yesu. Hii ndio faida ya kujihakikishia kwamba unaye Yesu maishani mwako. Unaona Sasa hapa katikati ya bahari ni shida. Mtu unapitia mateso, ujui unafanya nini, ujui nani atakusaidia. Yaani umeachwa, watu wote wamekuacha. Wote wamekuacha, unahangaika, ujui. Sasa huyu mmoja ambaye anashindwa kujua solution nini, hana Yesu, ndio wale ambao mara nyingi wanachukua kamba, wanajitundika, wanachukua vidonge, wanakunywa, kumbe wanakwenda kuzimu ya moto milele na milele. Milele na milele, na majuto yanakuwa makubwa. Lakini wewe mwana wa Mungu uliyekuwa na Yesu ndani yako, usiogope unapopitia majaribu makubwa, unapopitia shida ambao ujui njia ni wapi utakapopita, ujui, usiogope. Ili mradi unayo Yesu tu. Ona pale mstari wa 24 anasema, mstari wa 25 anasema hata wakati wa zamu ya 4 usiku Yesu akawaendea, baada ya kuona kile chombo kinaenda mlama, yani wanapiga kelele. Sasa akienda kwa miguu juu ya bahari. Unaona nini? Unajua siri iliyopo hapo Bwana Yesu alipotembea juu ya bahari. Kwa hiyo Bwana alipoona wanataabika, sasa chombo kinaenda mlama, Bwana alitembea juu ya bahari. Ile inatufundisha sisi kwamba Bwana hufanya njia pasipo njia. Kwa sababu tu unaye Mungu, wewe usiogope tatizo lolote, usiogope dhoruba yoyote, yani usiogope. Unaona, Bwana alifanya njia pasipo njia. Ndio ambao tunasema Bwana hufanya njia pasipo njia. Hivi Bwana alipita juu ya bahari, wakaanza kushangaa, iki ni kivuli, wakapiga yoe. Bwana akamwambia msiogope. Kumbe hatutaki kuogopa tunapokuwa na Yesu. Inatakiwa tuamini tu kwamba tunaye. Hata kama unapita kwenye machungu ambao kama kisu umewekea moyoni mwako, unaumia, umekata tamaa, usikate tamaa. Yesu yupo pamoja na wewe. Ili mradi tu una uhakika unaye Yesu. Usiogope mwana wa Mungu. Usiogope. Yani usifadhaike. Bwana akamwambia msiogope. Petro akajibu mstari wa 28 akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Bwana akasema njoo Petro. Akasema njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipoona upepo akaogopa. Lakini unaona hapa tunafundishwa tena, wewe ambaye unaye Yesu, wewe ambaye unasema ninaye Yesu, unapokuwa Yesu umemwita sasa katika ile tatizo lako na Yesu na yani siri iliyopo hapa ni kubwa sana. Yani wana wa ufalme mtakuwa mmenielewa. Mtu ambaye anajua neno la Mungu vizuri, anamjua, ana Roho Mtakatifu, atakuwa amenielewa hata kabla sijaeleza. Atakuwa amenielewa hata kabla sijaeleza. Hapa alipoona upepo akaogopa. Unamwona wewe unapopita kwenye Bwana, unaona yani umeshamuona Bwana. Huyu Petro alikuwa amemwona Bwana. Anamwambia njoo. Yeye anaanza kuogopa upepo. Kwa hiyo ule upepo alipoanza kuogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe. Maana pale hautakiwi kuogopa jambo lolote. Maana unaweza ukatoka kwenye jaribu kubwa, likaja kadogo ukaanza kusema labda ni kama lile. Unaanza kuogopa, kaona kama Mungu ameniacha, mbona kama naangamia tena, mbona kama simuoni Mungu tena. Yani pale shetani unampa nafasi. Petro pale anaanza kuzama kwa sababu ya hofu, na hofu ni mlango wa shetani. Petro alimpa shetani nafasi, akaanza kuzama. Lakini Yesu alimwonea huruma. Yesu alimwonea huruma, akampa nafasi nyingine. Akasema Yesu alipomwambia usiogope. Alipomwambia usiogope. Lakini Bwana yeye mwenyewe Petro akasema hivi, naomba uniokoe Bwana. Bwana niokoe.
Bwana niokoe. Baadaye Bwana anaendelea kuzama kulingana na yeye, hofu yake imekuwa kubwa sasa. Mstari wa 31, mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Kwa hiyo anauliza Bwana, kumbe wewe unapoogopa, yani unapokuwa na Yesu, unapokuwa na hofu na matatizo yako, wewe unaitwa mwenye imani haba. Imani yako haba hiyo itakufanya uzame, uangamie kabisa. Kuna watu wengine wanao Mungu, wanao Yesu, lakini wakipita jaribu, wanaacha na wokovu, wanaenda kupigwa vizuri huko. Unaona Petro hapa, yani Petro angeendelea angekaa kimya hajamuita Bwana niokoe, na maana angeshazama, lakini aliendelea kulingana na hofu yake hiyo. Lakini Bwana alimpa nafasi, akamwambia Bwana niokoe. Bwana akanyosha mkono wake, akamuokoa. Akamwambia, mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Mstari wa 32 anasema, nao walipopanda chomboni upepo ulikoma, nao walikuwako ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe umwana wa Mungu. Kwa hiyo lazima mimi kwa sababu nimepitia makubwa, nimepitia mambo mengi, nimemwona Mungu akijifunua kwa upana na ukubwa. Yani watu wananishangaga, na mimi ninapokuwa kwenye tatizo, yani uwezo kujua saa nyingine ninakuwa niko vizuri, na muangalia Mungu tu, ninalia na Mungu tu, ninasema na Mungu tu, ninaamini Mungu tu, kwa sababu Mungu wangu hajai kushindwa. Hakika namuonaga Mungu kwenye viwango vya kushangaza sana. Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu jamani. Tuendelee kumwamini Mungu. Hebu mwana wa Mungu, ukikaa peke yako, naomba sana upitie mstari. Mstari una siri, pengine Mungu atakuongezea mengine. Atakuongezea mengine. Siri ipo kubwa sana kwenye mstari. Kubwa mno. Pengine mimi sijaongea vizuri, pengine mimi naona sijaongea sana, pengine mimi naona sijamaliza chochote, pengine mimi naona nimeongea machache. Mungu atakufunulia mwana wa Mungu. Nenda kasome. Wewe unaipitia shida, wewe unaipitia majaribu, wewe unaipitia mateso, nenda kasome mstari, utakupeleka sehemu ambayo utashangaa, utalia machozi kama nilivyolia mimi. Mungu atakuvusha katika viwango vya ajabu, atakupa imani kubwa sana mwana wa Mungu. Usiogope, usiogope kabisa. Kwa hiyo Bwana alipopanda chomboni upepo ukakoma, nao walikuwako. Kwa hiyo ukiwa na Yesu hakuna kitakachokusumbua. Kwa hiyo walikuwa na Yesu, wamemwona huyu hapa, upepo ukakoma, wakafurahi, wakamsujudia, na wao wakasema, hakika wewe u mwana wa Mungu. Kwa hiyo hakika Yesu ni mwana wa Mungu katika yote. Kwa hiyo nimependa sana kushare na wewe mwana wa Mungu, ili na wewe likujenge, ili kupeleke sehemu nyingine. Pengine mimi nimeongea lakini labda sijaongea vizuri, pengine nimerudia maneno, lakini najua utakuwa umenielewa. Bwana Yesu asifiwe sana, atukuzwe sana. Tusome neno lake, kuna uzima, kuna jambo la ajabu sana kwa neno lake. Hakika mimi namtukuza Mungu. Ubarikiwe mwana wa Mungu popote pale ulipo. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe.